منصور يا بابا. Anaulizaga kila siku, nani anauliza kila siku? Kila mtu anataka kujua kwamba mtu fulani hapa anaishi vipi, wanakulaga vipi kila siku. Yaani vyovyote yani. Chochote kila ambacho tunatembea nao, kuna wageni ambao wapo wanataka nao kujua, hadi wao wazoee. Kuna wageni anataka kujua bisa, mimi nitataka kuuliza swali ile anaogopa asubirie mwenyeji uulize. Kwa kama kuna mwenyeji unaliona kila siku tunavyofanyaga, fanya. Hadi mwingine ajue. Mtoto anaishi vipi, huyu nani anakaa hapa, nani anakaa hapa. Watoto wenyewe hapa wataanza wenyewe watoto na mama na nani kujitambulisha, alafu sisi tunajitambulisha sisi, anaanza maswali. Mimi sina mengi, tutaongea, atakuja ataongea blaza, ataanza wewe, mimi nitamalizia. Na wengine nani. Karibuni. Fanya kazi kubwa. Kulea watoto ni changamoto kubwa. Tumeishi na watoto wetu, wadogo zetu. Tunaona namna gani ilivyo mtihani kulea watoto kama hao. Wadogeze sana hao walezi, hata kwa makofi machache tu kwa kazi wanayoifanya. Lakini mbali na yote, ningeomba kwetu sisi ikawe fursa. Fursa ya nini? Fursa ya kujitathmini, kujua kwamba kama leo tumekuja hapa, tumejipanga vipi? Kwa sababu mpaka tumefika hapa tayari tunajua wengi tupo kwenye magrupu, tunaona michango yetu, tunaona nini. Kwa hiyo natamani tunapotoka sehemu tutoke kwamba tunaondoka kesho watoto hao wabaki na taswira yetu kichwani. Watukumbuke tulienda sehemu moja tukafanya 1, 2, 3. Lakini sio tukitoka hapa kesho yake hawa watoto wakumbuke kwamba jana tulikula chakula na kaka na dada. Kesho kutwa atakumbuka, ikifika Jumatatu akienda shule amesahau kama alikula wali. Kwa sababu hakuna kikubwa ambacho tumekifanya kitakachowasaidia wao kubaki na kumbukumbu ya daima. Kwa hiyo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanabaki na kumbukumbu ya daima. Lakini bila kujiacha nyuma sisi wenyewe. Sio wote wenye mioyo ya kujaribu au kutamani kufanya. Kwa hiyo niwapongeze hata na nyinyi ambao tumejumuika pamoja kulifanya hili. Mungu awajalie kuwa na moyo huo wa kutoa, lakini pia kujaribu kuuzilia majambo mema kama haya. Mjipigie makofi wenyewe. Lakini katika mambo mbalimbali tunayofanya, tupende sana kuwaombea hawa wengine wenye uhitaji. Tupende kuwa nao karibu. Mara nyingi huwa tunasema kwamba tunapofika hapa si mara yetu ya kwanza kufika. Tuamini kwamba tulishafika aidha kwa maneno, lakini leo tumefika kimwili. Tutamani kufika siku nyingine kuwaona, kuwasaidia, kuishi nao na kutengeneza furaha kwa ndugu zetu ambao wanaishi hapa. Naamini hao wote ni ndugu zetu. Lakini kubwa zaidi, naomba nirudie, tuwe na moyo wa kusaidiana. Wazazi hao wanaoishi hapa, walezi, wanaishi vizuri na watoto. Lakini moja kubwa ni kwamba tuitumie fursa hii kama sehemu ya kutafuta baraka, ya kutafuta swawabu,
kwa kuweza kuwasaidia, kuwajali na kufanya mambo mbalimbali. Kama hapa tunaona mazingira tulionayo ni mazingira ambayo watoto wanaishi kwa furaha, lakini kama mazingira haya yakiwa bora zaidi, watakuwa na furaha zaidi na zaidi, na kesho watatukumbuka sisi kadri na kadri tutakavyozidi kuja, au hata tusipokuja tena, kulingana na yale tuliyoyafanya. Nisiwe na mengi ya kuongea, nipende kuwakaribisha kwa wenye maswali, wenye uhitaji wa kujua jambo, kutamani kusikia lolote kutoka kwa walezi, kwa sababu wao ndio wenye kujua zaidi kuhusu nini kinaendelea hapa, kipi kilichopo, kipi hakifanyiki na kipi kinafanyika. Kwa hiyo tuwe na maswali kwa ufupi, kwa muda mchache sana, ambayo yatatusaidia kuelewa zaidi kuhusu kituo. Baadaye tutamkaribisha kiongozi wetu mkuu au mwenyekiti wa kikundi hiki, yeye aje kufunga. Atajitambulisha na ataendelea kuongea machache alionayo. Baada ya hapo tutahitimisha. Nirudie tena, langu jina mimi ni Nicolaus Lazaro Dabari. Naomba mnipigie makofi. Karibuni jamani, muulize maswali kwa lengo la kujua zaidi. Rashidi ni mlezi wa hapa, mama wa Imuma, ndio mama mkuu. Pia tuna viongozi wenzangu hapo, kuna bwana Nixon, kuna bwana Sharifu, nadhani alikuwepo kapata simu ya dharura katoka mara moja, ambao ndio viongozi wakuu hapa. Sisi tunalea watoto wetu kuanzia miaka 5 mwisho 16. Lakini kituo chetu hakina udini jamani. Wako mchanganyiko. Kuna Waislamu na Wakristo, japo sisi wengi ni Waislamu Bagamoyo. Wakristo ni wachache. Na kwa hiyo hatuna udini, tunapokea watu wote. Wawe wa Sabato, wawe wa Roma, wawe wa nani. Tunaamini Mungu ni mmoja. Kwa hiyo kwa mimi kwanza napenda kuwakaribisha sana Imuma. Karibuni sana Wazfa. Kwa upendo karibuni sana Imuma. Sio leo tu, hata siku nyingine mnakaribishwa. Pia kama kuna mapungufu yote mmeona, mnaweza mkatuambia. Na kama sisi kuna mapungufu ambayo mmeyaona, tunaombeni mtu swame. Kingine katika kituo chetu sisi jamani, tuna uhitaji mkubwa sana wa ukuta. Kama mlivyoona, simeona hapa muda mchache tu kuna sura tofauti lakini watu baada ya kula tayari, kwa hiyo wenyewe wahusika wanabaki, wasiokuwa wahusika wanafanya nini? Sasa pale na kwa ngumu hata wageni wanapokuja kuambia huyu wa kwangu sio wa kwangu, hasa kwenye swala chakula kidogo inatulia vigumu. Sisi tunajua chakula hata wao pia kama ikiwepo watoto wetu wanakula na wale tunafanya nini? Kwa sababu wengi utazama ni wadogo. Hata wao pia sio kama hawana uhitaji kivile, ila isipokuwa wapo wenye uhitaji zaidi. Mimi naona kwa machache ni hayo jamani. Sina mengi na wewe mzangu naye. Mama karibu kama una changamoto. Changamoto jamani tunazo nyingi tu. Kwanza kuna changamoto za kwetu si za kimila. Zipo nyingi. Kwa upande wetu kwanza sisi kama Imuma tuna uhitaji wa ukuta. Pia kuna jengo kama mnavyoona, si ndio? Hata kama mtoto kweli unakaa lakini kidogo hatakiwa kuna mandhari kwa rangi hata mwenyewe unaolea hata watoto, hata kama kweli yatima au wana mazingira magumu, lakini kidogo sehemu ikiwa nzuri na wao pia wanafanya, hata sisi wenyewe pia tunafanya nini? Tunafarijika. Kwa hiyo changamoto kubwa sana tunao, ndio tunashukuru Mungu kuna marafiki zetu choo kule kiliharibika. Lakini juzi kati walikuja wakafanya nini? Wakasaidia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kweli. Na tukija kwenye changamoto nyingine za wazazi, walezi, jamii na utuzunguka jamani, kazi hii ni ngumu. Kazi ni nini? Kazi ni ngumu jamani. Kweli kabisa. Kulea kama hivi. Hasa kwa jamii yetu ya sisi. Maana kila siku kuna mikoa hii hapo tunapata. Sisi huko tunajua. Unaweza kufanya hivi. Ukalea au pengine mmoja mmekuja. Yaani mmekuja lakini
kila nichukue si magunia ya mchele nipeleke majumbani. Yaani mtu anajua sasa kama mtoto ana uhitaji na yatima na yupo hapa. Lakini bado unakuwa na upendo. Lakini kwa sisi kwa kweli hatujali. Kama kufanya tutafanya pale kwa uwezo wetu. Na pia huwa tunafanya siku kama nyumbani. Ndio maana mnaona yani bado kama nyumbani. Tunacho sawa. Hatu karibu hapo ambao kila siku wanalipa speed test 200 asubuhi kama chapa. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Adamu bin Abeli, ni kiongozi wa kawaida, sio mwenyekiti hivyo haponipamba hapa shemeji yangu. Kwa niaba ya Wazifa kwa Upendo, kwanza natoa shukrani za dhati, mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu kwa kuja siku ya leo. Watoto mnaongea, watoto. Shukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu kwa kuweza kuja leo. Tulipanga siku nyingi kuja na tumeanza kufika. Tumeacha mambo yetu, tumeacha kazi zetu, mambo kadhaa tumefika na kwa wingi. Tunamshukuru, tuseme alhamdulillah. Na kitu kingine kwa niaba ya Wazifa, mimi wameongea, mama kaongea, Dabari, Negro, ni watoto wa Imuma. Hebu angalieni kaka na wageni wenu leo, wangeni tena kwa makini. Mmewaona? Mmewaona? Hapa kuna watu ambao mimi sio level yangu kiumri, kuna watu level yangu kiumri, kuna watu wadogo zangu, na hii kabisa mpaka wanangu. Kwani tumeungana na leo neno langu tu ni moja, nataka niwape. Tunaheshimiana. Mimi na dada Aisha ni mkubwa sana kwangu. Mimi na dada Navo ni mkubwa kwangu. Mimi na kaka Ali ni mkubwa kwangu. Lakini mbona tunamwambia kitu na ananisikiliza, anaelewa. Mheshimiane kwenye maisha yenu. Hapa kuna wakubwa wengine hapa, kina Mlope hawa, kina Arijabu kule, kina kaka Joji, wale ndio wakubwa wetu. Lakini bwana blaza, kuna 1 2 3. Heshima ni kitu kizuri katika maisha. Wewe mheshimiane na pia mpendane. Na kingine muwe na subira kwenye maisha yenu. Msitaki iPhone kwa haraka mtaumia. Someni kwa jitihada zote. Asa hivi kuomba kazi cheti cha form 4. Wakati wangu mimi cheti cha form 4. Ikafika wakati wako wewe kama una diploma, una degree, kazi hauna. Kwa mimi nisiongee sana, siwachoshe. Kwa niaba ya Wazifa tunawashukuru sana, mapokezi mazuri, mmetoka mbali, mmetufuata kwa miguu kule. Zaidi ya mita 150 mmekuja, tumepika, tumekula. Wallahi mimi nimefurahi na kila mtu kafurahi. Kwa hiyo nisiwachoshe na muda umeenda, nasema ni asanteni. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri nyie na vizazi vyenu pia. Kwa hiyo asanteni sana kwa niaba ya Wazifa kwa Upendo. Next time inshallah tutakutana tena.